Lord Jesus, King of glory. We love you, oh Lord Jesus. You are God and there's none like you. We worship you, Lord. Your name is lovely, Lord. We love you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Lord Jesus. Nobody. Listen, compare with him.
for loving through my soul. Thank you for loving through my soul. Unconditionality for loving through my soul. For loving through my soul. Unconditionality for loving through my soul. For loving through my soul. Unconditionality for loving through my soul.
worship you, Lord Jesus. We welcome you, Lord Jesus. You're God and there's none like you, my Father. We worship you, Lord Jesus. You are mighty God. For everything you have done, Lord Jesus, we worship you. Receive all the glory, receive all the honor, Lord Jesus. The mighty God, Jehovah. Everything you have spoken, Lord, it shall come to pass, Lord. We worship you. Father, we worship you. Father, we worship you. We adore you, Lord. Father, we love you. You are worthy, Lord. You are worship. You worship. You are worthy to be praised, Lord Jesus. We welcome you, Lord. Just praise the Lord. For everything you say, Lord, it shall come to pass, oh Lord. We worship you, King of glory. We worship you, my God. We worship you, Yahweh. We worship you, Jehovah. We are God and there's none like you. We are God and there's none like you. Father, we worship you, Lord. We bow before your presence, Lord. We bow before your presence, Lord. We bow before your presence, King of glory. We worship you. We worship you, Lord Jesus. We worship you, King of glory. We worship you, Lord. Thank you. All power belongs to you. You are worthy, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus.
bless you this morning. There is none like you, Lord. You are worthy, oh my Father, of all our praises. You are worthy of all our praises and our adoration this morning. Thank you for the far that you brought us. Thank you for the wars that you have won for us. Thank you for the sicknesses and so many challenges, Lord, that you have given us victory over. We thank you this morning. Dear Lord, we welcome you to sit among us, to dwell among us. May we feel your presence. Lord, as we honor you, as we praise you this morning, may we dwell in your places. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Lord, may we glorify your name. Lord, may we feel your presence this morning. Anyone feeling empty this morning, Lord, fill them with your presence. Anyone feeling empty this morning, let them feel your love. Oh, King of Lord, King Jesus, we welcome you. We welcome you in our lives, oh Lord. We welcome you in our houses, oh Lord. We welcome you in our businesses, oh Lord. We welcome you to take full control. Lord, we need you. We need you, Lord. We thank you, Father. Thank you for the praise and worship team. Thank you for this, Father, that they have brought us. Thank you for this that they have done to us. Lord, bless them. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Asante sana praise and worship team. We thank God this morning. Thank you, my bishop, for the opportunity to stand before your congregation. It's an honor and it's a blessing to be here to speak the word of God. We want to thank God that we have now an opportunity to serve God. Everybody knows, kila mtu anajua hapa, that meeting no longer is no longer our rights. Kukutana namna hii si haki yetu tena. Serikali inaweza amuka iseme hakuna kanisa. Si namna hiyo. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kusima kanisa. Kanisa sio building. Kanisa ni sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Popote tuko, hiyo ni kanisa. Popote tunatembea, popote hapa hata nyumbani, that is the church. Bwana asifiwe. Nobody can dim the church. Hakuna yule ambaye anaweza kusima kanisa. Hakuna. And we thank God for that. That many of us, we've known now that nobody can be able to stop a church. May God bless you so much. I want to go straight to the word. My name is Pastor Stevenson Isoe. For those who are listening to us and watching, I think I have to stick to Kiswahili ama Kisungu. Yeah. Wacha nisimamie Kisungu na Kiswahili. I think it will be good. Our Timothy is busy somewhere. So let's go to the book of Samuel, 1 Samuel chapter 17. Samueli ya kwanza 17. Samueli ya kwanza 17. Samueli ya kwanza 17 mstari wa 45. I want to encourage someone this morning. Are you there with me? Yes. The Bible says, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom thou hast divided. Kuna mwenye ako na lugha ya Kikisi? Yes. Tafadhali patia mama atusaidie na Kiswahili na Kikisi.
45. Daudi akamwiraneria Daudi akamwiraneria aye nigo gonchichera kore no moro nelitimo na esimisi kolende inche nigo nkogochera ase erieta ria omonene bwa emeganda Nyasaye bwa emeganda yesegi Nyasaye bwa emeganda yesegi y'Abaisiraeli oyo gwachayire na komochecheria. Amen. Amen. Mwenyezi Mungu, tunakuja kwako tukiwa tumelisoma neno lako. Tunakuomba kwa jina la Yesu ulifafanue ndani yetu, liweze kufikia mioyo yetu, lilete uokofu kwa watu wako, lilete matumaini makubwa, na zaidi ya yote watu wageuze macho yao, fikira zao, nyoyo zao sikuelekee Mungu. Asante kwa sababu utanitumia na yatoa maneno yangu ndani yangu. Naomba Bwana uyaweke yaliyo yako, unitumie kaa chombo. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Biblia inasema kwamba Daudi, katika hapa tumesoma Daudi alipokutana na Goliati, Biblia inasema Goliati alimkujia na vitu kadhaa. Moja hayo ni mwili wake vile ulikuwa umeumbwa. He was a giant like. So he faced David na madharau. Akamwambia Daudi, mbona wewe unanikujia na kafimbo kama mtu anaenda kulisha mbuzi? Na ukweli Daudi alikuwa ni mchunga nini? Mchunga kondoo. So alipokuwa anamwendea akamwambia, mbona unanikujia kama mtu ambaye anaenda kuchunga nini? Kondoo. Alitumia mwili wake. Goliati alitumia ukubwa wake, nguvu zake kumdharau nani? Daudi. Na namba ya pili, alimkujia na sword, kisu chake. Hiki kisu kilikuwa ni kisu kikubwa sana. Nataka niwaambie kisu cha Daudi cha Goliati kilikuwa kikubwa kushinda hii tunaitaje hii pira. It was a very heavy thing. Akikuinulia tu hivi akuangushe, ungekatika kama mboga, kama sukuma. So alimkujia na hiyo sword. Na Daudi, hata mtu yoyote, nafikiri Daudi Goliati alipokuwa na kujia wa Israel, alikuwa na pepa hiyo kisu na he could drag it down and it could raise a lot of dust, na wa Israel wangeona na wangetoroka. Lakini Daudi aliposimama mbele ya Goliati, aliona hiyo kisu na akamkumbusha vitu kadhaa. Na kitu ingine yenye Daudi Goliati alimkujia na David nayo ni ngao yake, shield. It was a big thing. Alipokuwa anasimama mbele, alikuwa anapotea kabisa, huwezi muona. So wacha nikuulize, mtu ambaye ako na ngao kubwa kiasi hicho, hata uruze msale wako, si anasimama tu hivi na inagongelea? So Goliath was threatening. Igalenge kogoseka mono. Yani tima eteke kuzina ndate. Nigalenge ulikuwa ukimuona unatingizika, unatetemeka. The way he looks, the way the things he's carrying, ukimuona unaanza kufanya nini? Kutetemeka. Biblia inasema Daudi aliposimama mbele yake aliamua kumkumbusha vitu kadhaa. Lakini kuna jambo ambalo linanifurahisha na ndilo nataka tusungumuzie asubuhi ya leo. Kwamba Daudi alimwambia, wewe sikiza, unanikujia na mkuki, unanikujia na ngao, unanikujia na mwili kubwa, lakini mimi ninasimama mbele yako. Sina hizo vitu zote uko nazo, lakini niko na yule ambaye ndio mwanzilishi wa vita, ambaye ndio mtu mkuu wa vita. Bwana asifiwe. Mimi ninalikujia wewe kwa jina la Yesu ambaye ni Mwenyezi Mungu. Haleluya. Mara nyingi tunakutana na vita mingi. Mara nyingi tunakutana na shida mingi. Mara nyingi tunakumbana na challenges mingi. Ukikutana na hizo shida, unasimama mbele yao na unasiangalia mpaka unaanza kutetemeka. Hauoni mbele ama nyuma. Nataka nikuambie namna hii, saa zingine shida zinaweza kuwa kubwa sana, lakini hakuna shida ambayo itakuja kwetu ambayo itapitia kwa Mungu. Na Mungu anapoona hiyo shida, anajua wewe utaishinda. Praise God. Wewe utaishinda. You will overcome that challenge.
you will overcome that problem. But what do we do, some of us? We give in to that threat. Tunapeana maisha yetu kwa hizo shida. Tunapeana maisha yetu, tunaanguka chini na tunaanza kuabudu hizo shida. Leo asubuhi nataka nikuambie kwamba Mungu anakuangalia. Nakumbuka Ayubu moja, wakati shetani anaendelea kutembea duniani, alimuona Ayubu, na kwa sababu Ayubu alikuwa na pesa na mali mingi, alimuona na akasema huyu siwezi muingilia kwa sababu ako na vitu mingi na sioni kuna kama kaupenyo kenye naweza mtest nayo. Alipokuwa jioni anatembea kupeana report, najua si hivyo ndio nimekuja kustuka kwamba shetani anapeana report kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe. Shetani anapeana report kwa Mungu. Na wacha nikwambie, ingekuwa vizuri apeane report iliyo nzuri. Anasema kaka wachana na yeye. Ule mtu simwezani. Pamera mutiki. Ulia kwa sababu ogero wachana na yeye. Wiki tiga. Uline kibiti. Yani anapeana report. I hope atapeana kali. Bwana asifiwe. And I hope and I like vile Mungu na yeye anasema ulimuonaje ngakikuwa moroje. Hallelujah. Yani ulimuona aje ngakikuwa roje Ayubu wane. Mato moiboli gosomo swati gakoro setia kamwana kao kabekerete ga styling cheriga nakayanga kaya koraboli ara bantu nakimwanda rero mwana one. Anasifiwe. Yani ngakimwamorora. Yani nando kora mutanga ni mutu nando kwabona moroje lakini ino mwana one. Mumeona? Yani mwarora. Bwana asifiwe. Hivyo ndio Mungu naye anaangalia. Mwandolera peni. Kwa mororana kirara aligoro nkororo na akole bintu. Yani very nice. Akakubuli shetani nkwarora. Oli ya atoko nyara. Bwana asifiwe. Toko kuna ulino bwembe. Oli gasisenilie. So Daudi Ayubu anapoulizwa kama ameona Ayubu anaendelea namna gani, alimwambia huyo mtu ni mzuri. Lakini amebarikiwa sana hata siwezi kumuguza. Bwana asifiwe. May we stand by the word of God. My topic is build your life in Christ Jesus. Build your life in Christ Jesus. Daudi hakuchenga maisha yake kwa mishale na panga na vitu yoyote. Daudi alichenga maisha yake kwa Mwenyezi Mungu. Alisimama kwa neno la Mungu. Alisimama kwa kile anachokijua. Nisikize. Tunastahili kuchenga maisha yetu kwa Yesu Kristo, si kwa pesa yetu. Kuna watu wanapokuwa na mali mingi na pesa mingi wanachenga maisha yao kwa hizo vitu. Kuna watu wakiangalia wachi kukonesi miga, unajua siku hizi tumeenda digital, si ndio? Banks ziko hapa kwa simu. Unaguza hivi KCB kwa 1.5 million. Unaenda kuguza Cooperative Bank kwa chiasta chile milioni 10. Unaenda kuguza kwa hata hivi monginanga lete goromo mattress yumia. Gore mattress yumia kwenda mpaka Masai. Unaenda unaleta wale wanaitwa aje? Masai watchmen. Unasema hawa ndio wale wakali. Unapana Nakuru ama Thika unaleta German shepherds. Wawili hivi bako rugeru no mufanya kazi. Kwa maana tiganda tata. Na achandika. Tiganda ese sike kubwezi kuno. Whatever watchman nero. Watu wengine wamechenga maisha yao kwa vitu ambavyo vinapotea. Na acha nikwambie na ni ukweli. Kuna watu wamefika mahali wanasema Mungu hayuko. God is not there. Kuna mtu nisikia anaambia mwingine anasema nyasa acha gukora kigagusi. Unachipara chisaligete ibintu bile bichafu. Atiga America. Nyasa igoro kiao cyo gutoira. Abantu bari batanga igoro teka iyo. Atoire igoro ire ina America kero. Ai kwana gutacha Dubai. Numate Dubai unere. Nonye matobe tayo. Utari no tocho kogenda. Hizo ni lies. Those are the lies of the devil. We need to build our life in Christ Jesus. Tuchenge maisha yetu kwa Yesu Kristo. Watu wengine wamechenga maisha yao kwa uongo. Watu wengine wamechenga maisha yao kwa nini? Kwa uongo. Mtu anapiga simu, halo, mtoto wako ni mgonjwa sana hospitalini, tuma 20,000. Unapokuja
Unatuma pesa alafu anakuchekea mtu mlili kabisa na anapotea na unaungua. Watu wamekuwa wakora, wametenga maisha yao. Kwa nini? Kwa ukora. Habari ya ukora leo kwa wale watu wa magazeti, habari za ukora zinakimbia sana. Pastor ako na mtoto mdogo, pastor amesaliza mtu, kila news itaweka hiyo. Wacha waseme tu pastor alifufua mtu, kuna mtu anaweka hiyo news. Pastor alihubiria watu wamtegemee Mungu, hakuna mtu anaweka hiyo news. Kristo nanyo wale tukakoroga naranda kila mahali. People wants to see bad news. Watu wengine wanaamuka asubuhi saa 10 kaka, kazi yao ni kuangalia simu. Leo nkingo wekerero muntu, leo nitawekelea nani mtu? Na watu wameangukia kwa ukora. People are building their lives in lies, in deceits, kwa uongo. Kwa vile vitu kadhaa Mungu hapendi, kitu moja hapendi ni nini? Uongo. But uongo huo ndio watu wamejiweka. Listen to this one. When David faced Goliath, he didn't talk about how dangerous Goliath was. Hallelujah. Daudi alipokutana na Goliathi, hakuona ama asungumuzie ukubwa wa nani? Wa Goliathi. Akusungumuzia ubaya wake, unarwanira chisegi. He did not mention any good thing about what? Goliath. Instead, he talked about how great God is. Hallelujah. Akusungumuza ukubwa wa Goliath, akusungumuza ukubwa wa shida mambo yake, alisungumuza ukuu wa Mungu. Ni maombi yangu tuwache kusifu vitu za dunia. Tuwache kusifu mambo ya nini? Ya dunia. Tuwache kusifu shida zetu. Aba kusitegerera. Mugusita bwati boruwa ile pimwaye, lakini uko mukwani ngambi yole. Biyamana. Ngambi yamole. Ndiye to lakini amarwa ile. Lakini no boruwa ile bumbwale ngo. Hauko kabisa hata uma hakuna. Lakini kwa sababu ya mdomo imesoea shida. Kazi yao ni kusema ama kuba. Matanga talize inoga kale onyokobyara, tali onyokobyara. Nyokobyaro. Ngakyogendere. Matangoka. Tosirire. Ngugusirire. Mamu mwabo nginabyara. Lakini njera kebeka ukwaranga nyoko nyarebe ukwete next. Mdomo yetu inasifu. Ukiona Pastor Steve ameanza kukua vizuri hivi, tunachenga kanisa vizuri, unasikia oyimotike oyini Illuminati asoire. Kwani Nyasaye tabwati basa? Mwana ko abantu bako toki Illuminati. Ngomonto wako twara chigali acha oyini Illuminati. Kwani Nyasaye neno motaka? Illuminati yawa mpakalia wa tata bako abantu chibeso sasa. Kigeko bako ndo abantu nanderende Illuminati no kwa ne Yesu. Njena kuwa na Yesu tinda tawanga Jesus. Bantu bali oh Lord. Tinda kuwa na yeye na taba God. Bwana asifiwe. Why do we praise our problems? Nataka kukutabiria wewe unayekaa hapa na unayenisikiza, unayenitazama, kwamba Mungu ageuze kinywa chako kianze kuzungumza makuu ya Mungu. Amen. Usiangalie shida zetu, angalia makuu ya nani? Ya Mungu. Kinywa chako kisungumuze yaliyo makuu ya Mungu. Sikiza. So David did not talk fear. He talked courage. He talked faith. Amen. Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa wanatupwa ndani walipewa chance ya mwisho. Mugambia ta karati kutarabaruta. Chance ya mwisho. Kagunze ya we anguka chini. Anguka chini tu. Niabudu tu, hakuna shida, utaungua hapa vibaya. Na walimwambia hivi, hata kama huyu Mungu wetu hawezi tusaidia, we will never bend down. Praise the Lord. Hata kama Mungu huyu ambaye tunajua hawezi shuka na atusaidie, mimi siwezi angukia hiyo sanamu yako. Tutatoa watu wapi ambao watakuwa na sema namna hii?
Tutatoa watu wapi ambao watasimama na watasema mimi hata kama sina bwana siwezi enda na jirani yangu? Naonye chivesa chiabolile tinkoga na mipango ya kando. Najua leo hiyo ndio kila kitu siku hizi. Mogerota era mogerota karaki taera igonko enda igata kaibere nare terabane sukari nkinda akole kaitora Rusia bangina very strong bagote banga no ebiasambire igongo mutegemeango Nyasaye. I will never give in to temptations. Siwezi angukia majaribu. Baba tanga maete kebiasire mate bilgere diarai. Lero mukale ko baruka basabi, muri ko baruka barogi. Wasaba ganga utaepeni tagara. Leo watu waiti aba Kristo mbali koroka baganga. Abali kale ko baruka basabi. Na ile to mwana asomo sabige to gosaba. We want people who can speak faith. Hallelujah. Watu wanaweza zungumza nini? Imani kwa shida zetu. Imani kwa shida zetu. Unaambia watu ni leo tu tunalala njaa, kesho Mungu ataleta chakula. Ni shida ni ya leo tu. Haya majaribu ni ya leo tu. Hizi vitu ni sasa hii tu. Ninajua Mungu wangu atakuja. Mungu wangu atafanya nini? Atakuja kwa wakati uliopora. Mungu peke yake ni mtakatifu. Amen. Mungu peke yake ni nini? Mtakatifu. Tuseme tuchenge maisha yetu kwa Yesu Kristo. Kwa njia gani? Kwa sababu yeye ni mtakatifu. Na tunapokuwa na tukitaka kuchenga maisha yetu, wacha tuichenge kwa utakatifu. Na uwezi chenga maisha yako kwa utakatifu kama hauko kwa mtakatifu. Hallelujah. Lazima tuende kwa yule ambaye ni mtakatifu. Tuwache hizi vitu. Tuwache dhambi. Kuna watu wametekwa nyara na pombe na raha. Kuna watu wametekwa nyara na vitina. Kuna watu wametekwa nyara, kazi yao ni kusongeza shamba kila siku. Sikiza, Mungu anakuita katika akutoe kwa dhambi, akupeleke kwa utakatifu. Tupokee utakatifu. Tunapokuwa kanisani tukubali utakatifu. Ukikubali utakatifu, maisha yako inakuwa vizuri. Hallelujah. He alone is holy. He alone is worthy. Yeye peke yake ni mwenye uwezo. Hallelujah. Ni mwenye uwezo. Inastahili ukienda supermarket, unaenda kwa supermarket hata kama una pesa, yani hiyo ni imani. Unasanya vitu biliyotagete kwa wekerali koko bori unga ichi pesa chire kwa tatango akanali. Maneno Yesu ngo akanali kwa imani. Hallelujah. Ngona okorayo. Ngano no bosimboyo ogwetalia makoli ga kwali ya wasosa nendele makere to kwa karanga. No ima butatale ngo karangera imani. Wada wo singo chabo? Wacha. Mami unga iko wapi? Unga inakuja. Akiona mongino yuko na kuruga nkitokoliera. Ngocha bole watu gotie mboga iko na koja kongonta kwanya ara Yesu ko igolere biranga naki tira mu abokata linyo sabogosi. Waendoro kwa ubonge kabisa kwa bole naki kelese nchandekete bosi. Bwana asifiwe. Imani inaona vitu zenye haziko kwa maisha ya watu. Mosombonya sana roko kwa Dr. Stevenson kwa South Africa. Karachiete Bongereza hakukuwa na relative, hakukuwa na mtu yote, lakini Mungu alimwambia enda England uende kuhubiri injili. Akienda huko hakukuwa anajua anaenda hata kuishi wapi. Akaenda akapata nyumba wakaishi. Kila siku angepata mkate na jamu. Kila siku kwa mlango angepata mkate na nini? Na jamu. Saa 7 kuku ama nyama. Na mtu mwenye analeta haonekani. Bwana asifiwe. Imani, wacha nikuambie, tukiamua kuishi na imani leo, tutakuwa tunafanya vitu paka hata unashangaa.
manesa bakwe. Tunamtukuza Mungu aliye na nguvu. Tunamtukuza Mungu ambaye yeye peke yake ni msingi imara. Ukichenga maisha yako kwa Yesu, jua Yesu Kristo ndio msingi wapi? Imara. Is a firm foundation. Uweze tingizika bwana. Melindo yense yeteko konyagalia. Keko gerere ninki. Ere ninki. Alimante gerete. Yesu ninki. Ege tale kerekiki. Tali ege tale. Ere no msingi. Yeye ni msingi imara. Kijana yeyote akiweka maisha yake kwa Yesu, raha ikikuja ya dunia ikijaribu kumtingiza, anafanya nini? Anasimama. Mvulana ama msichana ukiweka maisha yake kwa Yesu, unasimama. Kwa maana yeye ni msingi nini? Imara. Yeye ni msingi imara. Hawezi tingizika. Jambo la lingine ni kwamba yeye ni mwamba imara. Yeye ni nini? Ni mwamba imara. Erene ligena. Erene getare. Egetare kiomaka. Ingali baganchiche. Mama yotaro taro. Egetare kiemiaka. Ingali baganchiche. Yesu okoire libaga oche asegetale. Amen. Igo ko ibisa kama temwa ocha ko ibisete asegetale. Ebintu nabicha mbiko koraki mbiko koyeli. Bwana asifiwe. Boku agachubo gimabwao asegetaleke. Obo gimabwao niko boko kirakiri. Agachubo gimabwao ase Yesu Kristo gekogerere neregetaleki. Kie miaka tana go change, hajawahi badilika. Yeye ndio yule. Yeye ndio jana, yeye ndio leo, ndiye milele. Hajawahi badilika. Build your life, place your trust. Beko kwige na kuwa ase Yesu Kristo. Agachobo kumabua ase Yesu Kristo. Hallelujah. He alone for many have tested. Abange watemire getareke. Abange watemire Yesu. Wengi wamejaribu Yesu na wamepata kwamba yeye hajawahi badilika. Wengi wamejaribu. Ndio maana anasema come inchuo mote muanje. Njooni muanje nani? Yesu. Ukimwanja Yesu maisha yako yanabadilika. Haleluya. Na nene bintoko koranga ibiko koraki ebile biye tofauti. Ukimwanja Yesu leo, Yesu ana test vizuri kuliko pombe yote dunia hii. Takalera. Yesu ana test vizuri kuliko soda zote hii dunia. Yesu ana test vizuri kuliko chochote umeitest. Yesu niga kwanza kubwenya megetinya. Takalera bwana. Yesu niga kwanza kubwaki enya megetinya ayo anjete kulichinya makwangire Yesu. Yesu na mache yobogima. Haleluya. Omukungu alika monyorete Yesu akamonyoranga ha akamatenga na ha akayanywa macha alya bogima bwa embu alenge buya. Yesu ngawanza kubwaba sata bande bose pi. Tegera. Yesu nikawanza kubwaba kungu pi. Bose pi bali wonjire Yesu nikakolete ki ngawonja buya. Kuja kwa Yesu dada yangu, kuja kwa Yesu ndugu yangu, uanze siku ya leo uchenge maisha yako kwa Yesu. Na kuambia hautakuwa the same. Na kuambia hata jamii yako haitakuwa the same. Na roli raba levi, nimeona walevi mbaya chakara wanaokoka, nyumba zao zilikuwa ama ruki chisoba setiguru kirasi. Ekero batule kire. Ubu gipabwo bugo change. Nyombe geko chaka kuraba, chiombe chiko chaka konora. Tagarara. Ukiwa nje ya Yesu, kila kitu inakonda kwako. Hata sura inakuwa mbovu kabisa. Ukanya rubuate chinsuku mekirasa. Umusacho maneno ulikire obisi, lakini Shetani amekufinya na sigara. Umuntu someto mu engineer, lakini amaino aguchuko kagenecho.
lakini kero wachirozo Yesu igaho kubundisa gusivia maino. Haleluya. Obogima bwa ogo ko babuya igo kolia ndagera buya inchwa sa Yesu litukolia lero tagerera ayo legaiga na bera abe kwabere kanisa aga lakini nkuwa nakomanya Yesu igo kona kongaina abantu ne chianga chingia inchu muonje Yesu mkutane na Yesu one on one. Wakati Yakobo alikutana na Yesu kwa vita, malaika walipigana na Mungu usiku na kucha. Sio kupigana bwana, wacha tu saa zingine tuangalie Bible vizuri. Walikuwa wanamenyana. Numa toko menyana. Yesu lingi numa tani. Igo bara moiga. Ako mwetinze, ando mwetigo. Ako mwetigo, ando mwetigo rumaga. Ando tutati kogenda. Mbwato katinde kukubaza. Mbwato kukubaza. Ndigengena, ndiko kukubaza gakobera. Yako barocho ngomuntu oneta bauti. No nenjira gutyoka bya. No nyene engozi ya etana koje igwense. Igaga kuirekerera. Bwana asifiwe. Ukimkubali Yesu maisha yako inakuwa vizuri. Hata pesa yako zinazimama kwa mfuko. Abantu mbale bakuliti milioni uri rero lakini maambia kuichu mfuko ogenda flat. Mfuko inaenda flat. Hakuna pesa. Amekunywa na watu wakamaliza. Lakini kuna watu wanakula mzahara ya 10,000 wako kwa Yesu Kristo, lakini vinto wakolete. Vitu wamefanya kwa sababu Yesu akiwa ndani yako anasuna mifuko yote ya pesa ambayo inafunguka. Anafunga ile tunataje? Anafunga portals zote. Haleluya. Ukikuja kwa Yesu msichana, hata sura yako inakuwa nzuri. Hata sura yako inakuwa vizuri. Niliona mtu anasema ati I'm 40 years na sijaiolewa na nimekaa kanisani ninaraumu pastor yangu. Ukweli yenyewe mraumu huyo pastor. Sababu wao kuambia kwamba ukiwa kwa Yesu ugo kolireta. Ayo gwachito Yesu kuligio muntu. Kuligio musacha. Ogwachite kanisa pastor kwa musacha. Haukukuja kwa Yesu, au kukuja kanisani kutafuta musacha baba sacha. Ukikuja tu kutana na Yesu mwambie rero naye nanyolire. Ainayo kuagacha chi family. Ngagachere na nche yane. Na nche ngaga sacha kaya, nganchak ngaka muraka ya. Tagarara. Ukikuja kwa Yesu kwa kanisa kutafuta, utaishi hapo miaka 20. Ukikuja kwa Yesu, Yesu anakufungulia macho. Anakuletea watu wazuri. Haleluya. Yesu anataka, wacha nikwambie nikimalizia. We need to put Jesus Christ at the center of everything in our lives. Hallelujah. Muweke Yesu akuwe katikati. Kuna mtu alichenga, kuna story napenda kuambia watoto. Kuna mtu alichenga nyumba kubwa ya vioo na kila kitu. Na akawa ametengeneza sherehe ili kuambia watu njoo muone nyumba yangu vile iko nzuri. Watu wakakula na wakaenda. Jioni hivi Yesu akaingia kwa hiyo nyumba akagonga. Kaingia akamwambia kai Yesu naye ninje. Yesu wacha kwa kachinze cheka tu alile nyama yonsi pi. Lakini kende ngira nchitokune. Wakakula na Yesu wakipiga story ikakuwa late. Amwambia Yesu usiende. Nataka tu ukae wapi? Hapa kwangu. Tukae leo ulala hapo. Yesu akamwambia sawa. Lakini kwa sababu naona umechoka kama Pastor Ken alipiga mpira jana. Alichoka sana. Anamwambia kwa sababu nimeona umechoka na unajua hii chakula ilikuwa tamu. Wacha nikupeleke kwa room yangu. Kwa hii nyumba kubwa kuna room moja. Huko kando iko na soundproof. Hakuna kitu utasikia. Amwambia hauna unataka. Hauna kwa roko mbeka, yeye unataka huko beka. Akamweka kwa hiyo karumu. Akarara. Saa 6 hivi anasikia mtu anagonga kai. Si niliambia watu waende makwao, huyu na yeye anakuja zangapi kwangu. Akaenda. Kufungua hivi anapata ni shetani. Shetani na fucho zake akampiga usiku wote. Akayelichikata ni chenye mpaka hata TV ilikuwa kule tata juzi ya screen akutia hata kwa hivi hivi. Akamruani mpaka saa 1 akamseli. Saa 1:30 huko kwenye Yesu wegete tayo iliko ikakolumu ako brush mena huko. Yesu anu muntomo we kabisa. Ngakiuko tigangu itubo tukobo makorere nyumba. Ako matabi nchatata. Njengoto kwambe gete nyumba ya bwate etabwate sauti. Kwanza rumu eliengi ya tata. Narale terio giri kende geta hiyo. Tingi wete kende geta. Kai moyo saliti nyumba. Moyo kote satani ochitaga saliga. Montolia kama tena amanyire siri. Wakawa nako begete nyumba yale. Kwanza lero nayo ile nyumba yonse. Haleluya. Akamweke Mungu akamtaira lero nayo koroteki. Lero nayo koraraga.
akagenda rumu eliende musacho lia akagenda rumu etabwatiki etabwati etaliko igulio yes sound. Bwana asifiwe. Biblia inasema, yani historia ya Pastor Steve inasema kwamba usiku ule shetani alipokuja kama kawaida yake, yule mtu hata kama alikuwa kwa rumu ambaye haina sauti, alisikia hiyo konkong ya mlango, akatabia Yesu bwana lero naye tata bwana naye lero kara koliwa nchena akola tibugoro. Yesu akamata laro kile. Hallelujah. Hallelujah. Yesu aliana na kafungua mlango yote. Shetani kakuja na ifunjo kwa manyoransi Yesu. Omda par. Ako wani baruni. Ako linga kako baganta kasini gakotapa. Ngi story yego totembia. Tiga tumubeke Yesu katika tiyo bogima wait. Tiga kama ta Yesu nchuso bogima Bwana. Kwa makumwigorera gankorogete echamba. Mari kwa mubungerase. Tokoroke. Takitokoroka. Soundproof house. A room. Ebintu bine nayo gokoraki. Na Yesu arora kini nayo tawale tekere gento. Yesu gatagete abe katikati yo mabwao. Hallelujah. Na liora arole change ya so mabwao. Yesu gatagete abe katikati yo mabwao, abe katikati yo bongo bwao, yo mabwao, your mind. Yasa ate tukokoba abe katikati ya thoughts zao. Umata bantu mbali bako cha kwa na Yesu lero Jumapili. Jumatatu mbana kwa na Yesu. Yuko hata matukana nganaga. Hakuna mabako kwa bona. No yogende mata bantu bana ne abanya biashara moleta. Wangu etege duka gosibu muchibu muntu iga. Kwa mako yuko kwa na lingana bakwa bole na kiko. Linya lebe utu chinere kanisa. Yasa atagete. Na kiota na ki I will serve you, O God, with all my mind, with all my heart, and with all my soul. Nga ningo korere gasi yonsi pi no bongo Bwana. Ni birengere libiane no moyo. Ningo korere mwana. Na kiosa Joshua gote yabantu nga inwo chora lero. Lakini nche ne nyumba yane na atorire kumukorera munene Nyasaye. Yakogera Joshua na manyete ebintu Nyasaye mukoreire. Na bwato kwege no konene kwe bintu biri arorire Nyasaye korire ki asobo mabwaye. Ligereria na bora be kuachande kile litukulia lero umepitia mingi mpaka hata tukisema uzuri wa Mungu hauoni. Inaweza kuwa umepitia yani kwa yaite ile. Mpaka hata watu wakisema Yesu ni mzindi unasema mbona mimi hajawahi nisindia. Wacha nikwambie ni vizuri kupitia kwa shida sometimes. Ndio ujue Mungu ni nani. Nimeona watu kwa mitandao wanasema marafiki walinitoroka nilipokuwa kwa shida. Ndugu zangu walinitoroka katika they talk a lot. Kuna omuirio ya mama nyete otagotame. Anda kukuwa na ngora. Taliko togo. Iga kukuwa na ngora. Lero mambinta itotegerere unakukuwa. Hallelujah. Matainga Yesu na kama etabantu twabere kanisa lakini oyo oliziko galia ihama eto bwanjani bwanya sai ko bwinti tolima. Lero tigatomata yo monene no tura. Na chorire o kolera na chorire. Yesu obekerege ntaso mu Bwana totene. Tusimame sote kwa Bwana sema rafiki
yule ambaye watu wameonja na wametoka kwa kweli. Yeye hajawahi angusha watu. Ambaye ni Yesu. In our lives, we need to walk with our God. We need to put God at the center of everything. Katika safari yangu twatembea na wewe pamoja katika safari yangu twatembea pamoja na wewe, twatembea na wewe katika safari yangu. Wewe ni mwaminifu. Twatembea na wewe, mtawala wa vyote, muumba mbingu na nchi. Wewe ni mtakatifu, wewe ni Jehova, hakuna kama wewe, haulinganishwi na chochote. Tembea nasi, tembea nasi Bwana, tembea nasi Jehova, tawala, tawala mfalme, tembea nasi mfalme, tembea na mioyo yetu mtakatifu, tembea nasi Baba, tembea nasi Jehova. Umetamalaki, umeinuliwa Bwana, umetamalaki Yesu, hakuna mwingine kama wewe. Peke yako unaweza, peke yako unatawala, peke yako wewe ni Jehova. Wewe ni mwanzo tena mwisho, wewe ni mwamba wetu usiotingisika kamwe Bwana. Twakutukuza, twakuabudu mfalme, wewe ni mwamba usiotingisika kamwe. Wewe ni msingi wa maisha yetu Bwana, tunakuabudu mfalme, tunakutukuza, tunaliinua jina lako mfalme. Nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe, nakupenda nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe, nakupenda.
wewe ni mtakatifu. Amen. Hakuna mwingine Na Bwana ukimkubali katika maisha yako, yeye mwaminifu. yeye huleta furaha. Hakuna mwingine Nataka kuombea Baba, maisha yako siku ya leo. Nataka uamini kwa wewe mwaminifu. I want you to pray with me. I want you to believe with me. Kama vile Daudi alisimama kwa Goliati na hakuona vile Goliati ni mkubwa na majiant na mikuki yake, bali aliona ukubwa wa Mungu. Hakutangaza ukubwa wa Goliati, alitangaza mazuri na makuu ya Mwenyezi Mungu. Leo asubuhi tunataka kutangazia shida yako, makuu ya Mungu. Tunataka kutangazia ndoa yako, makuu ya Mungu. Tunataka kutangazia kazi yako, makuu ya Mungu. Biashara yako ambayo inasumbua, tunataka kutangazia ukuu wa Mungu. Kama wewe unanisikiza na kanisa yako iko na shida, ministry yako iko na shida, tunataka kutangazia hiyo ministry ukuu wa Yesu, ukuu wa Mungu. Hallelujah. Father Lord, we speak the greatness, your greatness, your mighty power over our challenges, over our problems, over every situation that we Thank you, Lord. This day we choose to glorify you. This day we choose to honor you. This day we choose to pray. Thank you, This Lord. day we choose to We worship thank you, you. Jesus. This day we choose to Hallelujah. we choose to honor you. Oh, thank you, Jesus. In the name of Jesus. We choose to In praise the name of Jesus, praise to us. We honor you, Lord. in the name of In Jesus. the name of Jesus. We thank you, Jesus. We worship you, Lord. Jina lako Oh, yes. liwe juu ya majina yote. Oh, yes, Lord. Tunainua ukuu wako. Kwa jina la Wewe Yesu unastahili. unastahili, Wewe unastahili. unastahili, Wewe una uwezo. na uwezo. Wewe ndio mwamba imara. Wewe ni mwamba Wewe imara, ndio jiwe la uhai. Wewe ndio maji ya uzima. ndiye maji ya uzima. Bwana, leo tumesimama kwako, Wewe ni wewe, tukiliinua jina lako, tukilitukuza jina lako, tukisema unastahili, tukisema wewe ni mwenye uwezo, kwa maana wewe ndio Mungu wetu. Wewe ni mkuu sana. ni wewe, ni wewe, ni Mambo yote ya wewe, dunia yako chini yako. ni wewe, ni wewe. Asante Mwenyezi Mungu. Asante kwa sababu umetusikiza. Thank you, dear Lord. Asante kwa sababu umebariki maisha. Your precious Na wewe uko hapa na utaokoka. Christ, O Lord. Nataka kukuambia wakati wako wa kuokoka ni sasa. Kuja kwa Yesu. Matendo yako, Toroka kwa hayo mambo ambayo yamekufunga. Toroka kutoka kwa shetani. Njoo kwa Yesu siku ya leo. dunia, Come to Jesus and Jesus will change your life. If you want to receive Jesus today, nataka uinue mikono yako juu. Kama unataka kumpokea Yesu, hata kama unatusikiza kwa redio, hata kama unatuona kwa hii TV yetu, nataka useme leo, nimetoseka na mambo ya dunia, namtaka Yesu. Yesu sio sanamu ambayo itatolewa Amerika. Yesu wako katikati yetu hapa. Unaposema leo niokoe, anasimama katika kwako. Katika kitabu cha Revelation 3:20 inasema I stand at the door, nasimama kwa mlango na pisa, yeyote atakaye nifungulia nitaingia, nikule naye ale naye. Kwa raga ile nemesururo yetao ni bagokorire pi, kwa raga ile na balevi bagokorire pi. Ichuragire na Yesu, ichuragire na Yesu. Yesu gatete guguturia gukuru muntu. Yesu atete gukuru muntu. Mwana leli tukulia lero. Muita leli tukulia lero. Tubwatika kiema tukaelele bantu bagukube. Watu wanakufa vibaya. Siku ya leo ni siku nzuri ya kumpokea Yesu. Sema Bwana Yesu, siku ya leo nimetoseka na mambo ya dunia. Nimetoseka na dunia hii na dhambi zote, nimetoseka. Ninaamua
kukufuata Yesu. Ninaamua leo nikubali ndani yangu. Nimeamua leo kubadilika. Yesu Kristo niokoe. Yesu Kristo niokoe. Nimeliitia jina lako, niokoe. Nisafishe na damu yako Yesu iliyomwagika msalabani. Nifanye kiumbe kipya leo. Nimetoseka na dunia. Leo nataka nipumzishwe. Nipumzishe Yesu. Niokoe Yesu. Niokoe. Nimeamini na moyo wangu wote. Sijashurutishwa na mtu. Haya ni maneno yangu ya moyo wangu. Katika jina la Yesu, asante kwa kuniokoa. Yesu Kristo, njoo ndani. Mungu, nimekukubali leo. Nimeokoka. Kwa jina la Yesu aliyempesa. Amen. Mungu awabariki sana. God bless you. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, wa kuabudiwa, ni wewe, imba wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, wenye nguvu na uweza, ni wewe, wakupewa sifa. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi na jinsi tumeweza kupokea neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye ametuzungumzia, Pastor Stephen Zone Isohe Ondieki, ambaye ni mchungaji wa kanisa hili la Nyamataro. Na nafikiri mahali popote pale ulipo umepata neno la Bwana katika njia ambayo inayostahili. Tusije tukawa tunaimba ukuu wa maadui zetu, lakini tuweze kutangaza ukuu wa Mungu. Mungu ako na nguvu kutupigania. Mungu ako na uwezo kutuondoa katika mikono ya maadui zetu. Hivyo tusije tukawa na waziwazi. Tumwaminini Bwana na Bwana atatupatia ushindi katika jina la Yesu. Kwa hivyo Bwana aweze kuwa pamoja na wewe na kupiganie katika njia zote. Mahali popote, hata kama unaona kwamba mlima ulio mbele yako ni mzito kuliko vile unavyojipima kwa nguvu zako, bado tuko na Mungu ambaye anaweza kutupigania na kutuondoa mahali ambapo tumeona kwamba hatutaweza. Hivyo katika asubuhi ya leo tunaenda kumalizia hapo, na baadaye nitaomba na tutatoa sadaka zetu na jina la Bwana litabarikiwa. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, wewe uwezaye mambo yote, hauwezi kulinganishwa na Goliath. Goliath ana nguvu kidogo sana. Wewe ni Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ni mkuu kuliko magonjwa sugu ambayo yanasumbua watu katika dunia. Wewe ni mkubwa kuliko Shetani. Wewe ni mkubwa kuliko changamoto ambazo tunasipitia. Tunapokuamini Bwana, tunakuwa na ushindi. Naombea kila mmoja katika asubuhi ya leo ambaye amepata neno hili, tusije tukawa katika vinywa vyetu tunaongea kushindwa, tunaongea maadui zetu. Tusije tukawa tunaongea ukuu wa shida tunazozipitia, lakini mara kwa mara turudie ukuu wa Mungu, na katika hiyo hali tutapata ushindi, maana Bwana upigania watu wake. Na kubariki na nakuinua kwa sababu ya kila moja ambaye amepata nafasi na sehemu ya kusikiza katika neno lako asubuhi ya leo na hata kutazama. Naomba Bwana ukawabariki. Wiki hii ikaweze kuwa wiki ya baraka katika maisha yao. Walio wagonjwa upokee miujiza yao ya uponyaji. Walio na shida mbalimbali Bwana ukaweze kuwasaidia. Na ninakushukuru kwa sababu utatuinua
katika wiki hii kutoka hatua moja hadi hatua nyingine kupitia kwa uwezo wako na nguvu zako. Pokea utukufu na heshima kwa yote na vyote, maana ni mfalme, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunapoenda kutoa sadaka zetu, naomba ukabariki atakayeuzika kwa ajili ya ibada hii maalum, ibada ambayo inafanya ibada kukamilika, ibada ambayo inaonyesha vile Bwana tumeweza kukuamini na vile pia tumeweza kutii katika kukutolea. Jina la Baba libarikiwe na liinuliwe milele yote, maana ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Hivyo tutatoa sadaka zetu. Wale ambao mko hapa karibu, na labda kama uko mbali ungependa kufanya kazi ya Bwana kwa kutoa sadaka yako, kutoa sadaka yako ya 10%, ama unataka labda kufanya kitu katika nyumba ya Bwana, unaweza kuenda kwa M-Pesa, uende kwa till, utaweka till namba ambayo ni 331388, na hiyo utakapokuwa umeweka hiyo namba, utakuwa umetuma sadaka yako katika kanisa letu la Nyamataro PAG Church, na Bwana atakubariki sana. Hivyo Bwana awe pamoja na nyinyi, na Bwana awabariki mnapofanya kazi ya